Hivi ngoja niwaambie kwa nini dhambi zinatumaliza leo. Tunahubiri takataka na sio message. Nisikilizeni vizuri. Swala la kupamba tunasema ni injili, tunasema ni neema. Shetani anamaliza vijana kwa sababu sio message aliyotuita. Ujumbe wake ni huu: waambie kuanzia Yerusalemu watu watubu. Ujumbe uko wapi leo? Kwa nini tuna shida hiyo leo? Nani ameleta utajirisho leo? Nani ameleta ujumbe wa afya leo? Nani ameleta habari ya kupata watoto leo? Nani ameleta habari ya kuombea mitihani leo? Nani ameleta habari ya kupanda cheo? What is that? Takataka gani hiyo imetokea leo? What kind of message we have? That's why the devil is coming. He's coming, taking the position. Our lives lacks his grace. Kwa sababu message sio wenyewe. Leo ujumbe wa toba makanisani ni kama hakuna. Na Yesu ndicho alichohubiri, Yohana Mbatizaji ndicho alichohubiri, na alipofuka akasema huu ndio ujumbe, let them repent. Halafu tumeacha wale wanaosema njoeni mwaka mibaraka, magonjwa ya migongo yatapona, mapafu yatakuwa hivi. Takataka hizo tunazitoa wapi? Wapi? Unaniambia pasta anasema lakini ndiye anayeponya. Nasema yes. Kwani wakati anatoa ile order aliyesemaje? As you go. Yaani unajua habari ya uponyaji, it's as you go. Yaani hiyo unapokutana nayo Yesu atakutumia kwa ajili ya jambo hilo. That is not the major. Lakini Yesu atakuwa nasi. Ndio maana anasema wakipatikana wagonjwa watapozwa. Lakini anachoeleza, sikiliza message yake, waambieni ulimwengu watubu. Paulo alieleza jambo hili kwenye Matendo sura ya 26 na aya ile ya 15 hadi aya ya 18. Hebu soma usikie. Wakati anaeleza jambo hili, habari ya repentance, anaifafanua metanoia maana yake nini. 15 inasema, 15 anasema, nami nikasema, aliposikia sauti, Sauli unaniudhi, maana analikoru his journey to Damascus. Anarejelea kile siku aliyokutana Yesu. Sikiza akasemaje? Nami nikasema, wewe unani Bwana? Wewe ni nani Bwana? Bwana akaniambia, Yesu akamjibu, mimi ni Yesu ambaye wewe unaniudhi. Lakini sasa fanya hiki, inuka Sauli, usimame kwa miguu yako. Maana nimekutokea kwa sababu hii. Ni kwa sababu hii Nikuweke wewe uwe mtumishi na shahidi wa mambo haya uliyoyaona. Sikiza vizuri, nimekuweka uwe mtumishi, doulos, a bond servant, mtumwa. Ndio maana nieleza kwamba hii kazi hatuifanyi kama wenye kujitolea, tunafanya kama bond servant. Sisi ni watumwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Isipokuwa tumesahau hivyo, tunasubiri taji siku akija. Kwa hiyo anasema nimekuweka wewe, nimekutokea ili uwe mtumwa wangu, halafu uwe maritusi, shahidi, mtu uliyeona, uliyesikia. Unatakuja kuieleza maritusi awamu yake ya 3. Hebu soma msomaji usikie anatueleza. Halafu wa mambo hayo uliyoyaona, shahidi wa mambo hayo uliyoyaona, na wa mambo ambayo katika hayo nitajidhihirisha kwako. Nitaendelea kujidhihirisha. 17 nikikuokoa na watu wako. Nitakuokoa na watu wako, na watu wa mataifa ambao nakutuma kwao. Uwafumbue macho yao. Sasa sikiliza message yake. Nenda uwafumbue macho yao na kuwageuza waiache giza. Wageuke waache giza na kuielekea nuru. Waelekee nuru. Waziache nini? Na nguvu za shetani. Na kumwelekea Mungu. Kisha wapate msamaha wa dhambi zao. Na urithi miongoni mwao waliotakaswa kwa imani iliyo kwangu mimi. Wageuzwe kutoka gizani waende kwa nuru, kutoka kwa shetani waende kwa Mungu. Kwa hiyo anaeleza, Yesu alimwambia, sikiliza, wewe nakutuma na kufanya 1, uwe mtumwa wangu; 2, uwe shahidi. Lakini message ni hii, nenda ugeuze mioyo yao, watoke gizani waende kwenye nuru, watoke kwa shetani waende kwa Mungu, halafu wapate msamaha.